zizi lisilokuwa na ndama, hilo ni zizi mfu. Na kwa sababu hili swala linahusisha mila, desturi na utamaduni, naomba utambue uwepo wa vijana na watoto wote waliotoka maeneo mbalimbali kushuhudia historia hii ya jambo hili kubwa kabisa la shughuli ya Burabo. Naomba vijana na watoto wote mnyanyuke, mpunge mkono kwa mgeni rasmi. Punga mkono, punga mkono. Vijana oye! Vijana mabo, mabo, mabo. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya utambulisho huo, niombe sasa uridhie kupokea risala ya tamasha hili la Burabo kwa mwaka huu 2026, na risala hii itasomwa na katibu wa tamasha Chifu Nyamilonda watatu kwa niaba ya kamati na onyesho lote hili. Nikuombe baba katibu, tafadhali karibu kwa risala hiyo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ifuatayo ni risala ya kamati ya tamasha la Burabo leo tarehe 14 mwezi wa 6 2026. Leo ni siku ya hitimisho ambapo mgeni rasmi tulimwalika Mheshimiwa Rais, lakini kwa niaba yake kuna mwakilishi ambaye amekasimiwa madaraka hayo. Mheshimiwa mgeni rasmi, ifuatayo ni hotuba ya kamati ya tamasha la Burabo kwa mwaka 2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, ukiwa pamoja na naibu waziri wa sanaa, utamaduni na michezo, Mheshimiwa Hamis Mwijuma, wageni wote walio mbele ya meza kuu, waheshimiwa wakuu wa mikoa wale waliopo, waheshimiwa wakuu wa wilaya, waheshimiwa machifu mkiongozwa na mwenyekiti wa Umoja wa Machifu Tanzania, ndugu yetu Tonisiza Sangarari, waheshimiwa wakuu wa wilaya zote waliopo, waheshimiwa wabunge mliopo mkiongozwa na mbunge mwenyeji wa Magu, waheshimiwa viongozi wa serikali na vyama vya siasa mliopo, waheshimiwa viongozi wa dini na madhehebu mbalimbali, waheshimiwa wajumbe wa kamati ya maandalizi ya tamasha na wageni wote mliofika hapa, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, kazi na utu. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote tunatoa shukurani kwa Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na kwa mema na baraka nyingi tunazozipata kutoka kwake. Pili, tunatoa shukurani nyingi kwako kwa kukubali kuwa nasi kama mgeni wetu rasmi siku ya leo ili kuhitimisha tamasha letu hili. Tunazidi kukupongeza kwa mambo mema unayolitendea taifa letu. Tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu azidi kukujalia hekima na afya njema ili uweze kuendelea kupanga na kutenda mema zaidi kwa ustawi wa Watanzania katika kipindi chako chote cha uongozi. Tunakukaribisha sana wewe pamoja na wageni wote katika hitimisho hili la tamasha letu. Tamasha hili lilianza taratibu kama tamasha la kimkoa, lakini sasa limebeba sura ya kikanda na kitaifa. Mpango wetu tunategemea tulifanye kuwa tamasha la Afrika Mashariki kwa kujumuisha makabila mbalimbali ya nchi hizo ambazo ni majirani. Mheshimiwa mgeni rasmi, tamasha hili ni la kikanda na linajumuisha mikoa ya kiutamaduni ya Kagera, Mara, Mwanza, Shinyanga, Simiyu na Geita. Kamati yetu ya maandalizi imejumuisha machifu wa Usukumani ikishirikiana pamoja na kamati ya Burabo ya Kanisa Katoliki la Bujora. Washiriki pamoja nasi machifu wananchi wa nchi nzima tumewaalika pia kuhudhuria, lakini pia ndugu zetu wa Usukumani kutoka Oman ambao wana asili ya Tanzania na huku Usukumani. Wao hufanya tamasha lao huko Omani kila mwaka kwa kuimba na kula vyakula vya asili vya Kisukuma kila mwaka. Aidha, tamasha letu limehusisha waganga wa tiba asilia na dawa zao, vitu mbalimbali vya kiutamaduni, vyakula vya asili, zana za asili na vifaa mbalimbali vya kiutamaduni.
Tamasha la mwaka huu limekuwa na watoa mada mashuhuri wakitoa elimu ya mambo ya utamaduni, mila, desturi za Watanzania, na limehudhuriwa na vijana wengi wa vyuo vikuu vilivyo hapa Mwanza. Tamasha letu limekuwa na malengo mengi, na baadhi ya malengo hayo ni kama ifuatavyo: kuwa na jukwaa la kuwawezesha machifu wa nchi nzima kukutana na kuongea juu ya utamaduni, mila na desturi njema za Mtanzania na Mwafrika kwa ujumla. Kuonesha utamaduni wa watu wa eneo linalozunguka Ziwa la Victoria kwa maeneo yaliyo nje na eneo hili, pia ndani ya Tanzania, katika bara la Afrika na kwa ulimwengu kwa ujumla. 3. Kukuza ufahamu juu ya asili na utamaduni wa Mwafrika kutokana na semina, machapisho, mawasilisho mbalimbali kutoka kwa wataalamu wabobezi wa masuala ya utamaduni katika Afrika. Tamasha letu limekuwa jukwaa la kurithisha tunu chanya za kitamaduni na za kimapokeo kwa vizazi mbalimbali vilivyopo na vizazi vijavyo pamoja na watu wengine. Aidha, tamasha letu limekuwa na kauli mbiu kama ifuatavyo: kuhamasisha wananchi kutumia tunu za maridhiano, ukweli na upendo, kujenga na kuimarisha umoja wa kitaifa. 2. Kulinda na kutunza maadili ya Mtanzania. 3. Utunzaji wa mazingira pamoja na kupinga unyanyasaji wa kijinsia. Mheshimiwa mgeni rasmi, tamasha lilianza tarehe 7 mwezi wa 6 2026 na linahitimishwa leo hii tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026. Kabla ya kuhitimisha, tunapenda tuseme machache kuwa mwaka jana tulikupongeza sana Mheshimiwa Rais kwa maendeleo ya miradi mikubwa ya kimkakati. Mwaka huu pamoja na maendeleo mbalimbali ya nyanja mpya, bado tunafurahia maendeleo yote uliyoyatekeleza wakati wote wa uongozi wako kufikia leo. Wananchi wa kanda ya Ziwa wanaendelea kufurahia daraja la Makufuri, meli mpya ya kisasa, bomba la maji la Butimba, pamoja na kuboresha miundombinu ya maji inayoendelea hadi leo, na wana mategemeo makubwa ya kukamilika kwa miradi mingi ya kimkakati kama vile ikiwemo reli ya mwendo wa haraka yani SGR, pamoja na uboreshaji wa uwanja wa ndege na upanuzi wake ambao utakuwa uwanja wa kimataifa, pamoja na miradi mingine mingi inayotekelezwa katika mkoa wa Mwanza na kanda ya Ziwa kwa ujumla. Mwisho kabisa, tunazidi kukushukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kukubali mwaliko wetu na kumtuma mwakilishi kwa ajili ya kuja kukuwakilisha wewe. Asanteni sana, na hotuba hii imeandaliwa na kamati ya maandalizi ya tamasha la Bulabo Mwanza na kusoma kwenu na Chifu Nyamironda wa 3 Aaron Mikomangwa, katibu wa tamasha. Asante sana.